Uhali gani na hujambo ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV. Karibu sana. Tuendelee kufahamishana mambo mbalimbali yanayojiri ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo hii nakusogezea taarifa inayomhusu kada kindakindaki wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema anayefahamika kwa jina la Romanus Mapunda. Huyu Romanus Mapunda ikumbukwe kwenye ule mchakato wa kuwania nafasi ya uwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema kwa ngazi ya taifa, na alijitokeza kugombania nafasi hiyo, lakini katika mchakato wa mchujo na interview yeye hakujitokeza, yani kwa lugha ya vijana wanasema alilala mbele. Sasa leo hii Romanus Mapunda amejitokeza katika hali sio ya kawaida, amejitokeza na kutangaza nia yake ya kugombea nafasi ya urais kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sasa leo alivyoita waandishi habari huyu Romanus Mapunda amesema hivi, yeye lengo lake ni kugombea nafasi ya uwenyekiti ya urais kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya Chadema, na kwenye taarifa ambayo nimeinukuu anasema hivi: kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya Chadema Romanus Mapunda ametangaza nia yake azma yake kugombea urais kupitia chama hicho katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka 2025. Mapunda ambaye ni mkazi wa Kawe jijini Dar es Salaam ametoa tamko hilo jana wakati akizungumza na waandishi wa habari katika hoteli ya Heritage Cottage iliyopo katika manispaa ya Songea. Sasa akiwa na hali kubwa, Mapunda anasema hana sababu yoyote ya kugombea nafasi hiyo, kwamba amejipanga kikamilifu. Hana sababu yoyote ya kutokugombea nafasi hiyo, kwamba amejipanga kikamilifu kushiriki mchakato wa kuwania urais kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema, akisubiri taratibu rasmi za chama zikamilike naye aweze kuchukua fomu na kugombea. Sasa ninamnukuu ambacho amekisema Romanus Mapunda. Anasema, nimeamua kutangaza wazi kuwa nitachukua fomu ya kugombea urais kupitia tiketi ya Chadema. Naomba ushirikiano kutoka kwa chama changu kwa sababu nina mpango wa kuleta mabadiliko makubwa ya maendeleo nchini. Nataka kujenga Tanzania mpya yenye mwelekeo mzuri kwa wananchi, amesema Romanus Mapunda. Lakini pia katika vitu pia ambavyo ameviongea na watu wengi wamevitafsiri kama vitamletea shida kwenye chama chake, na kinaweza kumletea kupingwa yeye kugombea nafasi hiyo ya urais kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya Chadema, ni pamoja na yeye kupinga msimamo wa chama chake wa no reform no election. Sasa Romanus Mapunda yeye alihoji kauli ya no reform no election. Sasa anasema katika mkutano huo Mapunda alimtaka mwenyekiti wa Chadema taifa ndugu Tundu Antipas Lissu kutoa ufafanuzi wa kina kuhusu kauli mbiu ya chama ya no reform no election, akieleza kuwa imekuwa ikileta mkanganyiko miongoni mwa wanachama na wananchi kwa ujumla. Sasa Romanus Mapunda mwenyewe akasema hivi, kauli mbiu hii inaleta mkanganyiko mkubwa kwa sababu inaweza kutumiwa vibaya na kupotosha jamii. Ni muhimu kwa kiongozi wa chama kutoa ufafanuzi wa malengo yake ili isizue taharuki miongoni mwa wanachama, alisisitiza huyu bwana Romanus Mapunda. Sasa Romanus Mapunda pia akatoa wito kwa wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema. Mapunda pia aliwataka wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema kuacha siasa za upinzani zisizo na msingi, akisema kuwa upinzani haumaanishi kupinga kila jambo bila sababu. Anasema hivi, wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wanapaswa kuwa na mtazamo chanya wa siasa za upinzani, sio kupinga kila jambo kwa sababu tu limetolewa na chama kingine. Maendeleo hayana chama, yanaweza kutoka popote pale, amesema bwana Romanus Mapunda. Lakini katika hali isiyotarajiwa kabisa kwenye hii press conference yake bwana Romanus Mapunda, katika hali isiyotarajiwa Mapunda alimpongeza diwani wa kata ya Mshangano kupitia Chama cha Mapinduzi yani CCM bwana Samuel Mbano kwa juhudi zake za kusukuma maendeleo kwa wananchi wa kata hiyo. Sasa Romanus Mapunda akasema hivi, diwani Mbano ni mfano mzuri wa kiongozi anayejituma kwa maendeleo ya wananchi. Ameshughulikia ujenzi wa shule ya msingi na sekondari, upatikanaji wa maji safi na salama, umeme, huduma za afya na kujenga zahanati na kituo cha afya, pamoja na kuboresha miundombinu ya barabara ndani ya kata yake, alisema bwana Romanus Mapunda. Sasa kwa mujibu wa Mapunda, viongozi wa aina hiyo wanapaswa kuigwa bila kujali chama wanachotoka, kwani maendeleo hayana chama na yanapaswa kuwa kipaumbele
kwa viongozi wote wa siasa nchini. Sasa hii ni kauli ya bwana Romanus Mapunda, lakini nikipita kwenye kurasa za mitandao ya kijamii hususan ukurasa wa X zamani Twitter, kuna mtu anaitwa Martin Maranja Masese. Huyu amekuwa kada, yani ni kada kindakindaki wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema. Sasa huyu amekuja kuweka reply yake hapa, anamjibu bwana Romanus Mapunda kuhusiana na kile ambacho amekisema. Sasa kitu ambacho amekijibu na watu wengi kimewachekesha ni pale aliposema bwana Romanus Mapunda apelekwe VETA. Yani sasa hivi hapa karibuni kumekuwa na hii kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu wengi wanaitafsiri tofauti, ya kwamba wahitimu wa chuo kikuu waende VETA wakaongeze ujuzi au wakapata taaluma mbalimbali za wao kuweza kuendesha maisha yao. Sasa huyu bwana Martin Maranja Masese ambaye ni kada kindakindaki wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema amekuja hapa akamwandika hivi: Romanus Mapunda anastahili kupelekwa VETA. Uchaguzi wa ndani ya chama alichukua fomu ya kugombea nafasi ya mwenyekiti wa chama taifa. Hatua za usaili hakutokea na hatujui alipotelea wapi. Ghafla ameibuka sasa anataka kugombea urais. Hajui lolote kuhusu no reform no election. Hii ni kauli ya Martin Maranja Masese ambaye anapingana na bwana Romanus Mapunda. Lakini kuna mtu pia anasema, anaita mjukuu wa Minji, anasema huyu kesho anaamka na barua yenye kutoa maelezo ya nia yake. Pia anapaswa aeleze alielewa vipi ajenda ya no reform no election. Sasa kumekuwa na mambo mbalimbali ambayo yanajitokeza na nini wakati kama huu. Sasa watu kama hawa wamekuwa wanapitia changamoto nyingi. Lakini pia kuna mtu anaitwa Mr. Honest anasema nenda VETA kaka, acha kutafuta kiki za kipumbavu. Lakini kuna mtu anaitwa Lantana Kamera anasema umetokea wapi kwanza, mbona hatukujui? Kuna mtu anajiita Mnyama Mkali anasema huyu jamaa alisema baada ya kuona Lissu anachukua fomu ya mwenyekiti hakuona nia ya kuchuana naye. Kuna mtu anaitwa David Frank anasema vipandikizi hivi vya CCM nani kaviambia kuna uchaguzi? Kuna mtu anaitwa Silent Whisper anasema ndio demokrasia hiyo, but apiganie reforms kwanza, bila hivyo Chadema hakuna form za urais. All the best. Kuna mtu anaitwa Shabani anasema kumbe ubaguzi mpaka ndani ya CCM na mna watu wenu mliopanga wawe. Umeona? Kuna mtu anaitwa Pompidou anasema hivi huyu atakuwa CCM. Chadema hatuna sura ngumu. Hatuna sura ngumu hivi. Kuna mtu anaitwa Obrel Aliko anasema hii ni Chadema ya mipango. Alikimbia kwenye mwenyekiti, leo anataka kugombea urais upi na kwa uchaguzi upi. Unaona? Lakini pia kuna mtu anaitwa Simeoni Mlemba anasema cheap propaganda. Tunaijua hiyo. Kwa mtu anaitwa Sister D anasema rais wa Mapunda labda. Na kwa mtu anaitwa Kiza anasema ni ile wahenga walisema msafara wa bamba na kenge wamo. Kuna mtu anaitwa anasema hivi Mapunda akaendelea kuswaga punda. We are fighting no reform no election. Yeye anaita Romoni eti adhima yake. Kwa hiyo hayo yamekuwa ni mawazo au ni maoni ya watu tofauti tofauti kuhusiana na hiki ambacho bwana Romanus Mapunda amekisema. Kwa hiyo kuna ambao wanapingana naye, kuna ambao pia wanamuunga mkono kwenye hicho ambacho amekisema, lakini yote kwa yote tusubiri tuone, kwa sababu watu wengi wametoa mawazo yao kuhusu hicho ambacho amekisema. Kuna mtu anaitwa France anasema hivi huyu anatafuta kiki na anajulikana, hana tofauti na wazee wa kutafuta engagement. Au pia usishangae katumwa na mboga. Ukiona Uhuru, TDC, Millard wakaiposti, ujue kuna namna wananchi wanashindwa kuelewa Chadema inasusia uchaguzi au mbona vigeugeu. Kuna mtu anaita Mjege Kinyota PhD, mbona anasema hivi ana degree, kwani lazima awe na degree kwa vigezo vya leo. Wambokuwa na degree na vigezo vya kwenda VETA. Mbona kwa mtu anaitwa Walter Matayo anasema hivi sio VETA tu kaka, Martin Maranja Masese akapimwa na mkojo pia hii kichaa. Kwa mtu anaitwa Odoa anasema huyo Romanus Mapunda atakuwa ni punda aliyezaliwa binadamu baada ya kufa kwa imani ya Wahindu. Your incarnation.
Sasa upunda wake usijifiche nyuma ya bichura usijitokeze hadharani atangaze kuwa yeye ni mamluki na kile Chama cha Mapinduzi. Haya, kuna mtu anaitwa Mzungu Pole anasema watu kama hao kwenye chama mnawafukuza kwa fimbo. Kuna muda inatakiwa kuchukua maamuzi magumu. Kuna mtu anaitwa activist anasema hakuweza kuuza hata mapunda akaja kwenye uchaguzi, VETA inamhusu. Unaona, huyu aende VETA ya Nyasa huko. Kuna mtu anaitwa Batazali Mwisha anasema huyo hata mtaa hawamjui. Sasa anagombea nini? Labda ubalozi wa nyumba 10. Kuna mtu anasema anajimix. Kuna mtu anaitwa Mombe anasema utachekesha tukimaliza kufuturu jioni kaka. Muda wa ibada huu. Kama ni Democracy naye apate nafasi. Kuna mtu anasema in case reform ikifanyika atagombea. Unaona, kuna mtu anaitwa 6bait anasema hawa uongoni warudi tu South. Unaona, kuna mtu anaitwa Ibrahim anasema wingi wa punda sidhani kama ni mapunda. Unaona, hawa si ndio wanatumwaga. Unaona, kuna mtu anaitwa Hasani Mkongo anasema akagombee urais wa Manzese. Form wameshatoa. Alafu huyo mapunda ni kipengele pia. Kuna mtu anaitwa Easy B Classic anasema Chadema ni chama kinachojinadi kwa demokrasia. Sasa ni wakati wa Romanus mpeni nafasi, maana Lissu na Mbowe wamuachie. Sasa haya yamekuwa ni mawazo ya watu tofauti tofauti kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea. Nikusii tu ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na kurasa zetu za mtandao wa kijamii, uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi na nyingine nyingi. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi na kwa haraka pia. Chao.